Hi guys, welcome to season 2 of Rafiki Mtani podcast. We missed you guys so much. We missed coming on set, and we are back, guys, to bring more conversations around family, entrepreneurships, relationship, charity. We're just going to talk about anything and everything in between. And I'm so glad to be here with you guys in another season. And before I introduce you guys to my guest, I just want to tell you guys to like, share, and subscribe to interact with this content so that YouTube pushes this content to more people so that we get more views and we get to change lives and have these conversations and interact with us for the comment section. Yes, guys. Even if you don't have anything to say, just leave an emoji so that we just interact in the comment section. Yeah? Yeah. Thank you. So take 1 minute to subscribe. Thank you for subscribing. Take another minute, actually a second, to drop an emoji. Thank you. And take another minute to like and to share. Eka link kwa status, kwa stories. Tell everyone about Rafiki Mtani podcast so that we grow on this platform. With all that said and done, I have a really interesting guest here with me. Nimekuwa nikishinda nikimuita kuja. Mtu anaringa. But leo amepatikana and we thank God. So this conversation today will be a happy one, a heavy one, but let's just get into it. We're going to talk about family, upbringing, and before hata nimpe introduction, nanze kuambia he's this, he's that, I might not do him justice, so let's allow him to introduce himself. Hi, Julie. So umekuwa kiringa sana. Leo tumekupata. Hapo ndo alisema siku ya nyani kufa. Miti yote uteleza. Leo imeteleza. Leo imeteleza. Thank you so much for showing. We don't take it for granted. Thank you for being here. So kindly tell me and our guest who you are, your name, how many hats do you wear, what do you do? Tuambie tu wewe ni nani. From introduction, my name is Jacob Elias Lubero. There we go. Yeah, that is the birth name, given name, and surname. So I was born in Budalangi. Yes. In a small village called Mohobola. Mohobola. I know it is difficult to pronounce, but that's where I was born. I have schooled there, primary, secondary. In college, I had to run away. And now go and school another place because I wanted diversity. Okay. Huko nimemaliza shule. Nimemaliza vitu mingi sana huko Ushago. Nikaenda college the other place, nikamaliza. Nikakuja Nairobi kufanya kazi, ndio mimi hapa sasa. That already sounds like too much. Nasikia nitoreke set alafu nirudi. It already sounds like too much, but let's dive into it. As I've told you guys, we're going to talk about upbringing. We're going to talk about childhood, and so let's get into it. We have Elias. We want to see Elias at months old, from stories that you may about yourself when you were a few months old, Elias as a teenager, Elias as a youth, and Elias right now as a father. So walk us through that process and make sure sijalia. Just make sure I'm not shed a tear kwa sababu hakuna tissues hapa and I can flood this whole set nikianza kulia. So tell us about Elias. You know, when you asked about how many hats I wear, you know I haven't answered the question of hats. Please do. Because there are very many. The fact that I don't know if I'll be going by nini nini vizuri. It's okay, we can. Tunaweza anza childhood, twende fatherhood, turudi teenager. So there's no problem. I was born from a single mother. Nikakuwa raised by a shosho. My mom gave birth while she was very, tuseme, 18. Alikuwa hajafika 18. Okay. So hiyo pressure ya maisha nini, I had to live with my grandma. Okay. My grandma brought me up. Nikiwa kadogo, I can still remember how she took care of me. Nikiekwa, unajua Ushago unalelewa kwa besheni. Kulikuwa na besheni zingine hapo za chuma za mabati. Wewe ni Gen Z ndo. So sisi millennial kuna besheni ya mabati, ulikuwa ukitaka kuogeshwa kwanza maji moto inapitishwa juu so that iweke temperature. Alafu sasa ndio ukalie. Ni besheni ya kuoga.
Ni besheni ya mabati. Ya mabati. Yes. And then maji moto inapitishwa. Yes. So ukikalia you unachomeka? No, hiyo ni ya kuwarm the basin. Ikishawemewa inakuwa maji baridi? No, inakuwa moto bado. But sasa si ile hot sana because imechemshwa na jua. Okay. Jua kitambo Yeah. Yes. So I can still remember that time when she used to take care of me. Nika kuja. In our family, we are a family of 6. I'm the firstborn. Okay. The only boy of my mother. So nimelelewa hapo. Sister yangu pia akakuja kalelewa hapo. Tumelelewa na nyanyangu. Nimesomeshwa na my aunts with the help of the uncles, the community. Nikamaliza primary. Nikaitwa very good school. But sasa fia ikuwa nikaenda local school hapo. Okay. In this time ya high school na primary, nimekuwa mtu mwenye every game that could come in school I could do. Kikuja scouting, kikuja drama, kikuja health club, kikuja I remember kila mahali. I want to be everywhere. I want to enjoy my childhood. Because that time sasa ukirudi nyumbani you only have your grandma and your grandpa. My mother could see her maybe once in 4 years, even because she used to work in Coast. Okay. So kukuja ushaguli kwanga mbali. Okay, allow me to ask you a question on that because I saw a conversation on social media about parents having kids and then taking them back to their parents when you were brought up with your grandparents. So how does that really affect your relationship with your mom? Because you're with your grandma and when umetoka kusema sahi your mom will come once in a while. It's not like ulikuwa unajua every end month anakuja. She would come and sometimes she wouldn't. Yes. So my question is, how did it affect your relationship with your mom? Hey, it affected a big time. Okay. Especially with my siblings huku chini. They took it like nikawa metupwa. But now when you grow up now you come to realize why it happened. But ukiwa mdogo you will take it on your mom like mbona ametutupa. Mbona wengine wanakuja kutembelewa sisi hatutembelewi. So while growing up I don't know kama ni kukua mwanaume. Like bora nimekula nimecheza. Uko sawa. But now this literally ones wako zile za mama yetu akuji nini because me personally I didn't enjoy the presence ya father. Okay. Because so ni grandmas huko baba ameingia mitini. Ameendea maziwa. Maziwa gani hajairudi. So it's okay. So with my mother, I could I don't know. I didn't feel like I miss her or something like this because my mother, my grandma made sure that we had everything. So as we grow, we come to realize watu wanakujua na wazazi, wewe hakuna mtu, wewe unatamani wewe akue hayuko. But now you could see the efforts. Because I remember after primary, nikienda form 1, I had to visit her in Coast. Okay. Nika feel then now I felt strange because they're like ojazoea hii mambo. Sijazoea shosho. Sasa hadi like nobody with my siblings calls my mom. Hatujazoea. So you call your grandma mom? Yes. Okay. So with mom you will approach directly useme nani? Not even nani. Naweza chukua kikombe. You don't even call her by her name? No, sasa for the respect you won't call her name. Okay. So inabidi tuende kwa to the point direct. Yes. So you make sure you are loud enough. Ndo usijirudie. Okay. Okay, we can continue sasa. Thank you for answering my question. So the effect was I couldn't know how to approach like my mother. Okay. To even confide in her because we don't have that bond. The bond haiko. So nikitry as much as I can nile tuko tuna ile relation ya mother and the son. But ile bond inaweza kuja mama unajua hivi na hivi na hivi hakukua. So the effect ni yeye anataka kuwe mother na anataka kuwa mother kwa mtu mwenye ashakuwa mzee. Sasa inakuwa very difficult. Hard, yeah. So unapata even to the little siblings they are struggling to bond. Okay. So inabidi niingilie naambia unajua ni mama yenu mfanye hivi haikuwa makosa yake kwa she had to work because angekuwa anakuja kila time then she wouldn't be working ile effectively. So appreciate that time that alikuwa anajaribu na hii time yenye amekuja sasa try kama mnaona imekataa pia ni sawa but ile heshima ikuwe. Ikuwe. So the gap kinda
iliharibu bond si sana. Okay. Okay. So we can continue. Yes. Tulikuwa hapo kwa you went to a local high school because akukuwa na school fee ya kwenda the good school that you were called. Yes. Yeah. So kwenda pale nikienda the local high school tayari nilikuwa celeb because kwa primary You were everywhere. I was everywhere. Kwa makosa niko tulikuwa na black book na white book kwa primary. Kwa makosa niko kwa watu wazuri niko I was helping our school in drama festival tunapata awards. Kwa scouting tumefika paka provincial levels. Kwa health club our school was flourishing. We were planting trees. When guests were coming to Budalangi, the ministers, si tuko kwa guard of honor. Wewe. Ikikuja ni tabia mbaya kwa shule niko ndani tupigwa viboko. So alafu sasa primary mnakuja kuambiwa sijui fulani relationship sijui fanya nini mnaitwa niko ndani. So paka mwalimu anauliza, Lubero, what is the problem with you? Mimi sasa unajua ni mtoto so utanyamaza hivi. Unanyamaza tu. And in class 7 nikanuliwanga my first watch. I loved school. You did? Sikuwa nalalia shule. Hadi nikanuliwa sana nikuwe bellringer. Wait, Isa ulinunuliwa na the school? Na the school head teacher kwanza alikuja kuhandle. Okay. Lubero, you'll be the timekeeper. Take this watch. Okay. Ilikuwa zile watch za chuma zenye ziko na vitu mingi hivi. Nafinyi iko na alarm iko na nini. At that time watu shagawa. Hawana. Alafu hiyo time sasa ndio unaanza kuvaa floater. Wewe. Alafu beltila ya bako lile alkiba ile limaga na ile. Umekuwa umekuwa msanii. Na sasa umepewa saa. Unashikika? Na nani? So that time I really enjoyed my time. Unapata report form yangu. By the way I still have my report form. Niliandikiwa class 7. He can do better if he stops being cheeky. Oh my goodness. Shosho yangu kwa zile za si mtoto anaenda shule. Acha asome. In class 8 my teacher told me, huyu hatapita mtihani. And I was like, huyu ananijua kweli. Kwani ndiye ananisomea? At that time when KCP came, nikakuwa number 5. I had to write my own input kwa report form. Hivi nimekuwa number 5 na naenda form 1. Promoted from 1. Promoted to the next class. From 1. Results zikikuja, barua niliendea kwa head teacher. Head teacher ananiambia, "Lubero, you did well." And I'm like, the same person who told you utapita mtihani. I'm like, yes. Nikaenda high school. Kwenda high school kila mtu ashanijua. Like even the teachers knows me. Yeah. I'm like, huyu ndio ule, because that time I had several names. Watu wengine Mogaka, wengine wananiita Kingwendu, wengine wananiita tu majina zingine hapo. So using the characters when walikuanga those times kwa TV. So I feel like hapa niko nyumbani. Kumbe ashanijua. Hapa sasa ni addition ya chakula mbaya. Yaani ndio ulikuwa unafikiria. Wewe kwa high school fee kama wewe unalipa fee. Unaenda kufanya kando na kusoma. Si ni kukula. So unafikiria tu venye unaweza enda second round na kuna mtu atakuuliza because umelipia. Unapata wasichana tu Amerika wakuli nini unawaambia? Later. So nikiwa high school I got to know some teachers. Unaona so unajua ukiingia high school ni ile unaangalia lessons nini ushaanza kupewa sijui career wote nini. Mimi sikuwa spend hesabu. Alafu sasa mentality ilikuwa inaniambia mtu anafanya science unataka kuwa daktari. Nikasema mimi sitaki kuwa daktari. I wanted to be a soldier. So kitu ya kwanza niliingia nikaingia scout. Wait, ebu clarify for us. Ulikuwa unataka kuwa soldier gani? Soldier KDF ama bunduki. As long as uko na bunduki. Wacha si as long. Unajua unaweza kuwa soldier unakuwa mwizi na uko na bunduki na unajiita soldier. So ulikuwa unataka kuwa soldier. A military man. Okay. I want to be in military. Okay. Because those times unajua pia tunawatch movies zimetuweka hapo umekuweka motisha ukiona US wameenda sijui Vietnam kwa zile pia mimi naweza shika. Alafu I was very good tuseme ni artist man huyo kumodel vitu na clay soil. I could model guns and sell. I could model cars hizo za Vietnam na nini and sell them. I could do. Alafu unajua shida. Agency won't connect hizi vitu. No, I feel like we had these things. Mnaonanga ni kama sisi hatuku. We had these things. Mlitengeneza vitu. Tulitengenezewa. Mimi nilitengeneza.
nilitengeneza niliuza nilienda shamba nilichimba mitaro hizi za kupitisha maji tunapimiwa vipimo na hapo kwa mtoto natafuta pocket money. So you were not doing it for fun, you were doing it like business. Okay. Entrepreneur. Ujaanza juzi. So high school nimeshaingia scouting, nimeshaingia drama first year. Principal kaban drama. Why? People to concentrate on studies. Why do principals do that? No, niliona alikuwa na save dom. So ilikuwa strategy. So nikasema nita explore scouting. Okay. Kaingia scouting. In primary, I was in charge of liturgy. Najua, I was brought up as a Catholic. Yes. Dancers. Not real dancers. They totomisa altar boy. So mimi kikuja kwa shule yetu, I could do hiyo process yote ya kupanga meza, kufanya nini, kuserve the priest. Kuwasha candles. Mlikuwa mnajiona holier than thou. Holier than thou ama sasa untouchable. Mwalimu nishike na kulaani. Na hadi unakaa kando ya father. Father kikaa hapo kwa hiyo kiti kubwa, nyinyi mko hapo kando mnakaa tu angels kidogo. Ilikuanga pressure. Katoka hapo high school pia nikaendelesha hiyo. So tukapambana hapo na masomo, nimekuwa kicha hapo kidogo. Form 1 form 2 sikuwa ipita gate. Time ya jioni. Fence. Why? Mimi sijui kwa nini nilikuwa tu note. Mbona upite kwa fence na kuna gate? Time yangu ilikuwa ikifika 4 nafaa niende home. Ni watch, sijui ilikuwa kipindi gani KTN. Nafaa niende ni watch. Na sasa wanatuweka paka 5. Kulikuwa na after zilikuwa zinaitwaje? Remedial classes. Hiyo form 1 form 2 tuna remedial van. So mbona mlikuwa mnabaki shule? Si kucheza. Ni game. So wewe uko unataka kubaki kucheza? Naweza enda kucheza nyumbani kiwatch TV. Okay. Na hapo ni TV. Uko na space kwenyu. Na hapo ni TV ya Great Wall nakimbilia. Ya battery umeconnect battery ndio nakimbilia na hapa shule. Okay. So tuko hapo form 2 nikashikwa. Nikihepa fence. Okay. Unajua ukishikwa hapo ni suspension na sijui ununue waya. Nikahepa. It was on a Friday. Kasema mimi kuisha. Hapa ni suspension. Mwalimu akanifukuza mimi nikahepa. Na alikuwa yule mwalimu, unajua kwa shule kuna yule mwalimu unasema huyu akinishika nimeisha. Viboko. Suspension. Kazi. Wanakuambia nilienda home, nikajipanga, nikaingiza shosho yangu story. Kasema hapa sitoki na kitu. Monday nikaenda shule, hakukuja. Tuesday akakuja akanipata. Ita nyanyako. Nilimpanga, nilitoka bila viboko, bila suspension. Nilifagia office peke yake. Shosho akaenda nyumbani. So you called your grandma? Si ndio, sasa yeye ndo nakaa na shosho yangu ni lawyer, shosho yangu ni mother, shosho yangu ni father, shosho yangu ni bestie. Shosho yangu ni advocate. Na pia yeye ikifika tusijui nini na nini, mimi unigusi. So nilikuwa na enjoy ile presence ya shosho sasa, si feel kama na miss kitu. Form 3 nikafika. Auntie yangu mwenye alikuwa analipia fee. Kuna venye job yake ikaenda vibaya. Okay. Ikabidi nimekalishwa home 2 weeks. 2 weeks msimu alikuwa anapenda shule. Mimi nisha give up, naona hapa nisha drop out. Beshte zangu wakitoka shule namwambia ukikuja mniletee notes. Wakikuja first week naachukua. Second week nikaanza kupanda juu ya mwembe. Wakikuja nimejificha. Interest ya shule ishaanza kuwa out. Because sasa nikiangalia huku hakuna mtu analipa fee huku, hakuna mtu analipa fee huku. Kasema hapa bado nataka shule kweli. Na sasa pia naangalia nikitoka hapa nafanya enda wapi? Niko tu na shosho. Siwezi enda kwa mkoa yangu, siwezi enda kwa aunti yangu, siwezi enda wapi. Nimekaa. Form 3 sasa kabidi nimeenda shule nikaambia teacher, mimi sina mtu analipia fee. Na mimi naona shule akaniuliza, na babako yuko? Nikamwambia yuko but sasa siwezi mpata. So you knew your father? I knew my father but hatuna ile. Wenyewe tunajua huyu ni babangu ndio but hashow interest. Okay. Unasikianga tu amekuja ushago, ameenda. Ukijaribu kwenda hivi atujipeleke hakuna. So I knew yeye but sasa tuko na ile connection. Okay. Nikapata nyanya mamake sasa who is my grandma. So tukikutana anapatia mbao, tukikutana anapatia 10. So tukakuwa mabesti. Sasa unajua kitu inaenda kwa tumbo tutakuwa tu mabesti. So nikamwendeanga nikamwambia
teacher anataka namba ya babangu. Kanitafutia namba nikapeleka. So akapigiwa simu, akajaribu kwa nini, wakasema mdosi wake mwenye anafanyia job atakuwa analipa. So you can come back to school. Ushairudi mahali like uko 50-50. Do I really need to be here or do I need to be home? Okay. So nikaanza kustruggle hapo form 3. Should I study? Should I be at home? Nikasema ni sawa, tuacha niingie. Form 3 nini third term sasa kukakuwa na cut off grade. Ukikuwa na chini ya C- uende form 4. Kasema wamenipata. Wamepata nani? Si wewe. Ukuwa not alafu unapata kwa but ukuwa shule for such a long time. So like your grades definitely plus interest ya masomo ilikuwa imeanza kuisha sawa. Ukiwa survivor you'll find your way out. Okay. So the goal ni nini? Upate hiyo kama umeenda vibaya. C-, uende for form 4. Nilienda. Ulipata C-? Si hiyo nilikuwa cut off. So alitaka hiyo. Utaki kushow off. So ni hivi. Maths since inanibwaga, ina shida. Zenye najua nizitandike tu vizuri. C- ikuje na niende. Nikaenda form 4 nikakaa. Form 4 tukiwa hapo tukakuja na games za swimming. Sasa unajua Budalangi ni floods. Na sasa wameintroduce swimming. Wale wakakuja. Mlikuwa mnaswim wapi? Okay. Mlikuwa na au kwa watch news za najua Budalangi inakuanga affected na floods. Sasa like literally kulikuwa na competitions za swimming. Sasa hii ilikuja from provincial like kulikuwa na shule fulani hapo Vihiga inaitwa Mudasa. So they used to hold swimming competitions huko. So most schools wanataka participants. Okay. So the teacher comes, who knows how to swim? Everybody knows. Now mention 4 styles za swimming. Mseni nilikuwa napenda dictionary. Mbio kwa loka. Unajua kwa nyuma kulikuwa na zile picha. Shangalia freestyle, shangalia backstroke, shangalia backstroke. 1 freestyle. 2 angalia kuna mtu anajua backstroke. 3 hiyo umesema nini? Butterfly. Kuja usaini mapepa utaenda to represent. Hivyo nika represent Busia County. Ulikuwa na joke swim? Obviously ile dog style si zote. Ile kubahatisha tu, bro umesonga. No, ile ya kufloat. So unapiga, unaona ile mtu anasema alafu huku nyuma anapiga na kaa engineer. Hiyo ndio nilikuwa najua. Okay. So tukaenda games Busia. Tukamaliza. Nilienda huko Mudasa swimming pool. Hiyo time ndo naenda kukutana na swimming pool for the first time very long. Nikaiangalia nikasema hapa uongo. Niliamka ndani nikajivuruta na kamba nikatoka. Akasema what happened? Kaambia I was hungry. Najua kuswim lakini nilikuwa njaa. I was hungry. Kaambia you see? We came here, these guys were swimming inside catfish. But mimi nimefika tu mkaniita jina. I was hungry. Yeah. So I couldn't swim. Yeah. Ningekuwa nimekula. Kama no problem. Just come. Tukarudi shule. Mwalimu akasema very good. Nini? Tukamaliza. So life yangu ya high school nikakuwa niko sawa. Hiyo form 4 ndio teacher anatuuliza, what do you want to be in future? Kama teacher nikamwambia I want to be a great man. That's all. Yes. And sasa being a soldier nikaangalia that time kulikuwa na masoja waliendanga sijui wapi, sijui new recruits somewhere kwa milima huko akakufa. My dream of being a soldier nikaona imedidimia. Kama mna recruitiwa alafu mnaenda huko mnalimwa alafu nikaona tu alafu what I want to be somewhere like niko free. Na sasa kwa soldier uko kila saa yes naona kidogo tricky. Itakuwa tricky. Akaniambia Lubero, you know uko na michezo we know, but we know you are a very serious person. And not everybody prospers through education. As long as you know what you want to be, you can do it. Kaambia wewe mwalimu sasa ndio unajua. Na hapo kwa high school unajua nilikuwa na cartel. Ya nini? Cartel ya kuvamia chakula ya walimu. Hai. Kwa nini utasurvive aje? Sasa wanakula mapochopocho. Sisi tunakula chakula yenye hata ina mafuta. Tunakula mboga ina swim. Yao imekolea.
So high school tukamaliza tukafanya. One time kulikuwa na hizo stories za masimu. Nikapatikana na simu unashikwa. Oh yeah. Nikapatikana na simu, nikagongwa hapo viboko zangu na punishment. Nikapata bronchitis. So Elias, you got bronchitis before you sat for your national exams. Yes. So tumalizie hiyo part ya bronchitis and then nione kama bado niko na nguvu ya kuendelea na history. So at that time nikipatikana na simu, principal was a good friend because he had seen what I was doing in school. Since I was in scouting, so we used to do gardening, we used to do the kukeep order kwa shule, ikikuja ma AGM we were in charge. And now he asked me, should I give you suspension or should I give you work? And you resume with your classes since you're approaching exams. Nikamwambia nipe kazi. Msaka nipatia kazi ya kufieka, kufagia. Akaniambia, you see assembly, how it is. You know how to play with it. Do it well. Nikariarrange mawe vizuri, nikafieka, nikapanda maua. Peke yako? Peke yangu, si mimi ndio mwenye simu. Si nimepatikana peke yangu na simu. Day 1, day 2, day 3 I fainted. Literally fainted. Because nilikuwa nasikia vumbi yote imejaa kwa kifua. So 4th day nikaenda hosi, nikapimwa, nikaambiwa niko na bronchitis. Very chronic. So that time nikapigwa ma IV hapo, nikakaa nyumbani. So I couldn't go to class again. Because sasa ilikuwa imedevelop ile like I'm having difficulties in breathing. So niko kwa madawa, asubuhi na meza 12 tablet, mchana 9, jioni 12. For a whole week I had to stay at home. Unajua watu wana prepare for exams. Yeah. So I had to come back baadaye. And the principal was telling me, wewe mwenyewe ndio ulitaka. Na ningekupiga suspension, bado ungekaa nyumba. And I said, no problem. Siwezi kushikia garage. Kaniambia, what I will do for you? After exams, you'll come for your phone. But no problem. Exam ikafika. Watu tukafanya exam. Kamaliza. Let's hold it right there. Guys, I don't know if I have the energy. Maybe nakwanga a really emotional person. Hata nashangaje by this time bado sijalia. So let's take a small break and then we come back with part 2, which we're doing just right now. So msi atutawaeka waiting. This story is just continuing right now. Yeah. See you in part 2.